Mwenyezi Mungu huwa anatumia ishara mbalimbali ili kuongea na sisi binadamu. Wakati mwingine anaweza akatumia wanyama, wadudu au ndege ili kutufikishia ujumbe fulani sisi binadamu. Sasa leo katika video hii nitakwenda kumuelezea jogoo. Je, jogoo anapokuwa anawika huwa anaonyesha ishara gani kwetu sisi binadamu, au anatupa ishara ya kwamba tufanye kitu gani? Hivyo nitakwenda kukuelezea na utakwenda kunielewa. Hivyo nikuombe unisikilize kwa makini sana kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kunielewa vizuri. Na pia nikukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea kwenye chaneli hii, basi nikuombe usubscribe, maana kuna taarifa zingine nyingi sana za muhimu sana ambazo tutaziweka kwenye chaneli hii. Kitu cha kwanza kabisa, jogoo anapowika alfajiri huwa anamkumbusha mwanadamu kuamka na kumshukuru Mungu. Mungu anajua kabisa sisi binadamu si wakamilifu, hivyo akaamua aweke hawa viumbe ili waweze kutukumbusha ya kwamba tunapaswa kumshukuru Mungu, kwamba kuamka wewe si kwa ujanja wako, bali ni Mungu ambaye amekupa nafasi hiyo ya kuamka. Hivyo ni jambo jema kumshukuru. Ndio maana akaweka hawa jogoo ili endapo ukimsikia anawika ukumbuke ya kwamba sasa ninapaswa kumshukuru Mungu. Na pia anapowika ile alfajiri, jogoo huwa anakupa taarifa ya kwamba sasa upo hai tena. Maana tunapokuwa kwenye usingizi huwa tunasema ni nusu kifo. Hivyo ukiona umejishtua tena kwa mara nyingine, ni jambo la kumshukuru Mungu. Ndio maana jogoo anatukumbusha ya kwamba sasa we ni mzima. Kuna wengine ambao wamelala katika hiyo hali ya usingizi na umauti ukamkuta humo humo kwenye usingizi, na wengine wamejishtua wakiwa ni wagonjwa mahututi. Hivyo wewe uliamka salama unapaswa kumshukuru Mungu. Kitu cha pili, jogoo huwa anatukumbusha kutubu dhambi zetu. Unapomsikia jogoo anawika, huwa anakuambia ya kwamba kuna makosa umeyatenda, hivyo inabidi utubu. Hii hapa tunaona hata mfano kwenye vitabu vyetu vya dini, mfano Biblia, ya kwamba Yesu alimwambia Petro, kabla jogoo hajawika utanikana mara 3. Na kweli Petro alimkana Yesu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3 jogoo akawika. Na Petro aliposikia jogoo anawika, akakumbuka ya kwamba nimemkosea Mungu, hivyo ninapaswa kutubu, na akatubu kwa uchungu. Hivyo na sisi tunakumbushwa kutubu dhambi zetu. Unapomsikia jogoo anawika, jua ya kwamba ni taarifa unapewa hiyo. Kitu cha 3, jogoo anapowika huwa anamtukuza Mwenyezi Mungu. Huwa tunasikia, kama upo makini kufuatilia, mara nyingi sana kuanzia alfajiri ile hadi asubuhi na mchana mzima, unakuta jogoo anawika, kikaa kidogo anawika, huwa anamtukuza Mwenyezi Mungu. Na sisi pia tunakumbushwa kumtukuza Mungu.
maana kuwepo hapo si kwa ujanja wako, ni Mungu. Hivyo tunakumbushwa kumshukuru Mungu. Tusikae tukabweteka kwamba haya maisha ni ya kwetu. Tujue kabisa ipo siku hatutokuwepo. Hivyo ni jambo jema kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kitu cha 4, jogoo anapowika anaweka baraka ndani ya nyumba yako. Ndio maana kwenye vitu vingi ambavyo tunavitumia majumbani mwetu huwa wanaweka alama ya jogoo. Mfano majembe, shoka tunazotumia, pia pasi za mkaa, huwa wameweka alama ya jogoo. Na pia hata baadhi ya vyombo ambavyo tunatumia, mfano madiaba, kuna baadhi huwa yana chapa ya jogoo. Hile ni ishara ya kwamba kuna uwepo wa baraka na mafanikio pia. Ndio maana wakaweka ishara hiyo ya jogoo. Kitu cha 5, jogoo anapowika usiku wa manane au isivyo kawaida yake. Maana jogoo anatakiwa awike alfajiri. Sasa kama atawika usiku tofauti, mfano saa 9, saa 8 au saa 7 au saa 6 usiku, hiyo ni ishara au anakupa taarifa ya kwamba kuna uwepo wa viumbe wasio wa kawaida kwenye eneo hilo. Hivyo unatakiwa uchukue tahadhari. Na kitu cha kufanya kama utamsikia anawika masaa hayo, cha kwanza inatakiwa usali au umuombe Mungu. Maana kitu pekee ambacho kinaweza kukusaidia ni kumuomba Mungu. Kwa dini yako yoyote, aidha Muislamu, Mkristo au dini nyingine yoyote, unatakiwa kumuomba Mungu, kwa sababu ndiyo njia pekee itakayoweza kukusaidia. Kitu kingine, jogoo anapokoroma, kuna hali fulani unamsikia jogoo anatoa ishara kama ya kukoroma, huwa inaashiria kwamba pia kuna kitu kibaya au kitu kisicho cha kawaida ambacho aidha kimepita au kipo maeneo hayo. Wakati mwingine anaweza kakoroma hata wakati wa mchana. Anaashiria kwamba kuna viumbe wa hatari, aidha ni nyoka au mwewe. Hivyo anakupa taarifa wewe binadamu ya kwamba kuna kitu kibaya, hivyo unatakiwa kumsaidia. Mimi nipende kuishia hapa kwa leo, nikiamini ya kwamba vipo vitu vingi ambavyo umeweza kujifunza na ambavyo vitaleta mabadiliko kwenye maisha yako. Hivyo ukisikia ishara ya jogoo, tayari utajua ya kwamba ni kitu gani ninapaswa kufanya au kitu gani ambacho anaashiria. Hivyo nikukaribishe pia kwenye video zingine ambazo tutaziweka kwenye chaneli yetu hii ya Tinyas TV. Nikukumbushe usahau kusubscribe kama ulikuwa bado hujasubscribe. Asante, siku njema.